Mitch. Yeah man. Ule Mkisii. Yani hata siamini it's out there. Finally. Watu hawaniamini. Please let them believe. Yo. Mwatonyari. Ebu invite Claudia Wima na Kikisii. Claudia Wima na Kikisii. Unataka niwaambie nini? Just tell me. Phrase it. Let me wewe niwaambie nini? Mimi nita translate sasa what you say. Asanteni kwa kukuja na leo tutawabamba. Mbuya mona sogo chana lero ngo bakora. I don't like it. No. I don't like it. Ngine. Otoke nganeke. Nigeria ama ni mueni. Otoke nganeke. Hiyo ni kumaanisha? Mbona umekuwa ukitudanganya? Yani bakubolinga nkinkera ngo bangaina. Ahora binsi. Yellow. Unajua sasa inakaa Wakamba pia wananitaka. Wakisii walishaniiba. Waluya hawataki kuamini. Watu wa Mlima ndio wamenipata. Okay, sasa juu huko Mlima, yes. Ni nini unapenda sana about Mlima? Oh my, everything. The first of all the breeze. Unasikia mpaka yani kuna kanecha fulani kana kubamba ni kama umetoka kwa moshi ya Nairobi unaingia sasa where you need some calmness. So Mlima is just so rich with good climate, good nature, good people, beautiful ladies, you know, very handsome and gentlemen. So I think nikuje. Wacha niwaambie uongo mbili tatu. So yeah, I love everything about Mlima and manze I'm so appreciative kukuwa part of Mlima people. Leo unakaa fiti sana. Nashukuru man. I had to. Luku yako ni mangapi hivi? Well, tuanzie wapi? Tuanzie kiatu. Kiatu. Let's say some 14,000. Yes, ingia uangalie pale Foreman. Yeah, 14,000 kedo 350. Yeah. Trouser, my goodness, hii nimetoa kwa Dimona, designer Odina. Hii alinifanyia ngapi? Anyway, sitaki kudanganya, trouser nao nilimpost, akanipea. Koti yellow. Well, koti kama sio harusi ya jamaa fulani koti singeipata. Unajuanga ile bride mnaambiwanga budget ya nguo kanisa itashughulikia, nilipata hapo. Hii ni pesa, hii ni sadaka ya mtoto fulani sasa amelala njaa. But I'm happy. Twende wapi kwingine? Talking of sadaka. Ushaijifanya unajua church siku hizi unaweza lipa na simu. Yeah, you can. Sadaka. Yes. Ushaijifanya unalipa but haupress kitu. Kila wakati. Na makosa sio yangu by the way. Makosa ni ya kanisa. Because ukiingia kwa entrance ya kanisa wanakuambia switch off your phone. Ukiingia ndani kwa sadaka wameweka till number. I mean, come on, who's the fool? Uniambia nizime simu alafu ndani uniambia nilipe na paybill. Unanibeba ujinga, si ndio? So pia mimi nitajifanya niko nayo na silipi. Tuone nani ndiye anaona ng'ombe mwingine. Yeah. Yes. Crowd ya Churchill na ya Wima, difference ni gani? A difference in translation, ni language. Ni washashirizo wakiingia town. Wakivuka hii side gide, ne wado Wima fest. Shut up, nyinyi washashirizo bado. Ni accent imebadilika na language. But either way, I think it's the same audience. Yeah, because they understand. Watu wa Mlima si understand Kiswahili. Wanasikia Kizungu bado. Wana relate na everything. So it's pretty much the same audience. So craft yako si ati itachange sana. Hakuna kitu inabadilika. Labda ile ya kuingia dola nyoba boy from there onwards Churchill show. Yeah, but I think you the same audience, so kitu ta change maybe experience. The content is the same. Content ni ile still fire. Beach ni ule moja. Interaction yangu na watu wangu ni ile same. Nothing has changed from mafans wangu wa huko na mafans wangu wa this other side. We are all a family. Sawa. So we still gonna enjoy the same way. Fake it till you make it. Yes. Ushai fake nguo ati. Okay, tuseme nguo juu ndakuingilia. Kama sini yangu. Okay, na hata ushatuambia. Ushai fake kuvaa manguo unatudanganya ni designer. Sijawahi. Apparently I'm that one person spendi kuvaa designer. Spendi ukitafuta most of my things, I don't have any branded thing. Labda, unaona hata saa yangu is not branded, it's an iWatch by the way, connected to my iPhone. Ama haikusaidi. Anyway, I think haina noma. So
So I really don't like branded stuff that much. Napenda kuvaa vitu zenye ni just be easy. I think, and when you wear branded stuff, what you mean to say to people is you're putting a price tag on what you're wearing, so people can tell who you are, your class, your standards, your preferences. It's better to be incognito sometimes. So I love it that way. Hiyo ndio ina rahisi, you can gel with anyone, you can talk to anyone. You see, nikitoka hapa sasa nitaingia kwa msee yeyote nitaongea naye, lakini kama nimevaa Balenciaga, nimevaa Gucci, kidogo huko Nike, just don't do it. Ni kitu gani funny umesikia kwa matatu? Kitu ya matatu. Reason. Everything is funny kwa matatu. Hai, what do you mean? Kwa matatu kuna siku nimeingia kwa matatu tukaibiwa. Everything kwa matatu is funny by the way. Kuna wale mapasta wanaingianga wanakuhubiria. Wale wasafiri, asanteni sana kwa kuingia kwa matatu yetu ya Super Metro. I thank Super Metro waliwatoa. Sasa hii lofa ndio iko na wao. You see, so mtu wa pasta anaingia na hoka anataka kuingia same time kwa sababu audience ni moja na soko ni gari. You know, they had to take turns. Iliniua. Kwa sababu pasta ndiye alianza, asanteni wasafiri. Ninapenda kuambia kwamba neno la Mungu ni tamu. Mtu wa malimali akaingia tamu kama Tropicals, tamu kama Tropicals, 310. Ufalme wa mbinguni ni mkubwa kubwa kama Family Biscuit box ya 60. Everything kwa matatu is fun. Fun. Hata vitu wanaandikanga hapo juu. Zote ni fun. So I think everything, yani mpaka mimi huyu upenda kuingia matatu ndio ni hii. Kwa matatu na kuanga rada ndio nione leo ni nini funny. Ni nani leo amevaa wigi ya 19 no kamata down, you know. So everything is funny and I love it anyway. Ni nini unapenda sana kuhusu host wa leo Ngoni na Gathaiya? Nini wasee ni kama walizaliwa pamoja, ni sura tu zilibadilika. Hizo kumbavu they complement each other. Huyu akisema kitu ikasi nyingine inamalizia na ujinga nyingi zaidi. You see, and I love the way their chemistry is so tight, and putting up something like this you can tell already they are not only colleagues and friends, they are still ni wase wako bees. You understand? And still want to maintain your focus, and still they happen to be at an item. Unaona? It's not easy kupata wasanii wana complement each other in that way. So I appreciate sana everything they do, and I learn from them big time. Complete sentence. Dating Mitch is like dating Mitch is like kuoga na sabuni ya lodging. Uliza tena ni kujibu the same way. Si ulize. Dating Mitch is like kuoga na sabuni ya lodging. Kanini? Inaishanga haraka, no sooner than tumejuana saa hii jioni, wewe you are a stranger. Yeah, so that's it. As in I'm that guy mwenye I love my craft. I'm not so much into dating, but you know, when I say I'm not so much into dating, you should ask yourself, am I married? Yeah, it's different, but what I'm saying is where I'm right now, life-wise and everything, I'm at a very comfortable place and I appreciate it. Ni achievement gani uko most proud kwa career yako since uanze? Wow, my career is a work in progress every day. I'm proud about every step na make on a daily. So everything ninafanya, even being here, I'm proud of it because not any basic comedian angekuwa hapa, you see. So the fact that niko hapa, that means ninajuana na kina Deno na Ngoni. That means I'm at some step in this craft, you get. So nina appreciate every step. Every step, every single step mali najipata, I know is a step towards some greatness. How long has it been? Since niko in professional comedy, that is since 2017. No, 2017 or 2016. Yeah, 2016. That's like 9 years, right? That is 9 years being in the craft, like commercially and everything. But then I was born into the craft. Amongst the first videos zako pale YouTube, kuna ya Churchill, performance yako una dance odi, uko na a school, I remember. Na uniform na bag, yes. Ni school setting. Unaweza describe aje confidence yako ya hiyo time kwa stage na leo what you are going to see? Definitely may grow because I keep growing in experience. The more I meet new people, the more I interact with a new audience, the more I interact with new content, the more I interact in a new environment, definitely I learn something from it. You know, get? So that is part of it. Like my confidence in Ashinda grow every time because my experience in Andekikwa wider. So yeah, it's part of the experience, man. And it's what I would say in your confidence in a grow a day at a time.
So it keeps getting bigger. Can you imagine who I'm gonna be tomorrow? If this is who I am today? So you see, so it's still a work in progress. Character pale ilikuwa ya kiodi hivi. Sai Odi imekufikisha wapi, umechange, uliacha, na since leo tuko kwa ground ya shule, ni kitu gani naughty ulikuwa unafanya ukiwa shule? High school ama kampo? High school. Everything was naughty. From being in class, mimi nilikuwa ngadaro nikifikiria huyu mwalimu. Yaani yeye analipwa 30k, anatufunza tukue madaktari tulipwe 90k. Kuna mwenye anabeba mwingine ng'ombe. But I used to love everything about high school, the experiences. I was so much of an outgoing guy. Mako-curricular, drama, music niko ndani, unaniget? So unaona hizi vitu zote zilikuwa zinakuexpose to something new every day. So I think my naughty moments zilikuwa kuepa chuo. I remember there was a time niliepa shule nikaenda Dunda. Nikuulizwa kwa nini, nikasema it was to break out from the monotony ya class. You see, I was expelled a good one. Na favorite genre yako ni especially kwa ya music. I'm an all-rounded guy. As long as iko na vibe nataka, that's it. But every time kuna time for everything. Kuna time nataka kusikia reggae, kuna time nataka kusikia R&B, kuna time nataka kusikia kegosho, kuna time nataka kusikia mogithi. Kwanza sasa hivi I'm so much into Rosh. You know that guy? Konywa fangi. Hiyo ndio ilinituma hapo hiyo fangi. You go like, what is he saying? Why funky? You know? You see? So I'm an all-rounded. As long as inaleta vibe na energy, naweza sikiza muziki yoyote. Kuna time mpaka na vibe na muziki ya kanisa. Jui negoke na negoke. Nakogo. Yani I'm an all-rounded person. I'm loving it. Tukitoka Wima Fest, tunakaa show yako. Yes. Tell us about it. 4th September, tarehe 4 mwezi wa 9. Mwaka huu wa 2025 itakuwa Alhamisi moja nzuri ambayo Yehova ameifanya. Tutakusanyika sisi wote pale Kenya National Theatre kwa ukumbi mkubwa, yani the main auditorium, and Cage will be going down. It's a one-man comedy show. This is different. This is different. I'll be on stage for 1.5 hours to 2 hours. Just content, comedy, kuchekesha, kuua, you know. So what I'm going to do on Uncaged, which is different, is I'm going to give people more time to experience Mitch. Ajoto amezoa Mitch kwa stage na 5 minutes, 10 minutes. How about let's now reconnect for 1 hour plus? Let me give you my whole experience. Let me tell you a story through my craft, you see. So itakuwa big yani, and it's not just comedy. It's not a show. It's theater, man. So we're going to flip it. Tunakam. Kuja bwana. Hata by the way, nara nilikuwa niulize msipokuja mnataka muende wapi? Tuitie. Simukuje. Ticket iko Madfan. Ingia pale Madfan unapata VIPs 1997. Regular is 1247. So everyone come, let's enjoy. It's gonna be great. This one, oh my goodness, is big. Yes. Mkuje. Kila mtu, mzee, mama na watoto, walete wote. Uncaged, 4th September, Kenya National Theatre. Yo, it's a show of our time, man. I'm loving it. Asante. Thank you so much. Ulisema ni Njeri ama? Sherry. Not Njeri. Sherry. Mwenye aliintroduce kwako, go ask him if he knows you. Muongo. Muongo kafiri kasia takataka akwende. Thank you so much.